ili tuweze kushiriki pamoja nanyi. Kwa majina yangu naitwa Samuel Geshaga, na mimi ni mmoja wa wale ambao tunafanya kazi mahali hapa, na ninajifunia kuwa mahali hapa siku ya leo. Sema amen. Siku ya leo kwa sababu naona time imeenda sana, ningeomba tu tuende kwa neno direct. Na vile tunajua huu mwaka ni mwaka ambao tumekuwa tukifuata ile dhimu ya mwaka huu, na ile inasema ya kwamba misisi imara na kujengwa ndani ya Kristo. Na hiyo ndio neno letu linatoka mahali hapo, lakini niko na subtheme ya siku ya leo inasema chanzo cha uhai, ama the source of life, chanzo cha uhai. Na tumesomewa vitabu viwili katika Biblia, na moja tumesomewa ikaongea kuhusu mzabibu. Na wakati nilikuwa ninaangalia na kutazama neno hili, Kristo anasema ya kwamba Baba yangu ndiye mkulima, na mimi ndio mzabibu wa kweli, na nyinyi ni matawi. Na wakati nilikuwa ninaangalia nikaona huu mzabibu ndio umebeba matawi yale ambayo yanastahili kuzaa na kutoa mazao. Kwa hivyo katika mzabibu kuna kitu kinaitwa the root ama mizizi. Na wakati nilikuwa ninaangalia mizizi, nilikuwa ninaona kazi za mizizi, na kazi moja ya mizizi ni kusimamisha ule mzabibu usimame imara. Jambo la pili la mizizi ni kupatia yale majani ama yale zile branches na yale mazao itasaliwa kule juu, kuyapatia maji na pia kupatiana chakula ama nutrients. Na wakati napoangalia mizizi, wakati mwingine ama wakati wote haionekani. Mizizi iko ndani ya mchanga, na wakati wowote inafumilia ili mzabibu uweze kuwa na nguvu na uweze kubeba yale mazao ambayo itasaliwa katika ule mzabibu. Na mahali tumesoma, tumeona Kristo akiongea, na anaongea na haya matawi ambayo ni mimi na wewe. Na hapo tukasikia neno ikasema, mimi ndio mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lizaalo ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lisidi kuzaa. Kwa hivyo tunaona katika mzabibu kuna matawi ya aina mbili, ya kwamba katika ule mzabibu kuna matawi ambayo inazaa sana, lakini kuna matawi mengine ambayo sijui kama ni ugonjwa haizai. Na akasema ya kwamba yale matawi ambayo haizai itakuja kuondolewa katika ule mzabibu, na ikasema ya kwamba itatupwa motoni. Nayo yale matawi ambayo imezaa zaidi, mwenye shamba atakuja katika shamba na kuipalilia na kuitengeneza na kuwa karibu nayo ili iweze ama izidi na kuzaa. Siku ya leo ni lazima tujiulize, sisi ambao tunasema ni Wakristo na tumeitanishwa na huu mzabibu, tumejengwa wapi ama tumesimamishwa katika mzabibu upi? Kwa sababu anasema ya kwamba yeyote ambaye hajajengwa ndani yangu atakauka na atatubiriwa habari. Sijui siku ya leo katika mzabibu huu wewe umezaa mazao ya aina gani? Bwana asifiwe sana. Sema amen. Kwa sababu mwenye shamba anakuja
Na wakati mwingine inasema ya kwamba atakuja, na kuna kitu kinaitwa pruning saw. Atakuja kuweza kuondoa matawi yaliyokauka. Katika kazi ile tumepewa, kila mmoja wetu tulipewa kazi katika ufalme wa Mungu. Wakati ulipookoka, kila mmoja wetu, hiyo ilikuwa ni njia moja ya kutuingiza katika kitabu cha uzima wa milele. Na kutoka sasa hapo tukapewa kazi kila mmoja wetu. Katika ile kazi uliopewa, sijui wewe unaendelea kuzaa mazao ya aina gani, ama tulivika mahali tukakauka, kwa sababu kazi yetu ndio itawekwa mbele ya kiti cha enzi. Sema amen. Haleluya. Kwa hivyo wakati tunapofanyia Mungu kazi, wacha tushikanishwe na mzabibu. Ikasema mstari wa 5, mimi ni mzabibu, nyinyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi nyinyi hamuwezi kufanya neno lolote. Sema amen. Kama hatujashikanishwa na Kristo, utajaribu kufanya mambo mengi. Hata katika hii akademi tuko nayo, tusipoweka Mungu mbele. Wewe unasomesha mtoto hapa, usipomuombea mtoto wako, tutakuwa tunafanya kazi ya bure. Lakini tukijengwa katika Kristo, mambo yote mpaka yale unaona ikiwa mlima, vizuizi zote zimewekwa mbele yako, zitaondolewa, kwa sababu vita si yako. Kuna yule ambaye anakupigania katika vita zako. Sema amen. Biblia ikasema kitabu cha Mathayo ya kwamba huyu ni Kristo tu bado anaongea, na Kristo akasema ya kwamba asikiae maneno haya na kuyafanya amefananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Sema amen. Kwa hivyo bila neno la Mungu hauwezi simama, kwa sababu neno la Mungu is our foundation. Huu ndio msingi, na ni lazima tujenge katika ule msingi. Maandiko ikasema ya kwamba mafuriko yakaja, pepo sikavuma, dhoruba sikanja, sikaigonga nyumba ile, haikuanguka, kwa sababu ilikuwa imejengwa juu ya mwamba. Sema amen. Siku ya leo katika maisha tunayoishi katika ulimwengu huu, kuna mambo mengi sana imemfanya mwanadamu afike mahali mpaka wengine wanaona kama hakuna Mungu. Wengine wanaona ni kwa nini ninaishi dunia hii, kwa sababu umekosa tamaa ya kuishi, na ukakosa mpaka vile yani uhusiano wako na Mungu. Lakini kinataka kukuambia siku ya leo ya kwamba fanya neno la Mungu kuwa your foundation, ama liwe msingi wako, kwa sababu maandiko imesema hapa watu wawili wamefananishwa. Na akasema ya kwamba mtu wa kwanza alikuwa mtu mwenye akili, yule ambaye alikaa chini na akafanya mahesabu yake na akajua nyumba yake itaenda mpaka gorofa gapi. Kwa hivyo bila hata kuangalia gorofa, aliangalia msingi ambayo utasimamisha nyumba yake iweze kusimama kwa miaka mingi, na wakati wa dhoruba sikija, ile nyumba haitaanguka. Katika maisha yetu imefananishwa na hiyo nyumba, ya kwamba maisha unaoishi kuna dhoruba za aina mbili zitakunja. Magonjwa itakunja, kudharauliwa kutakuwa, kutengwa kutakuwa, sometimes unakosa pesa kutakuwa. Lakini nyumba yako imejengwa wapi? Kama imejengwa katika msingi wa Kristo, hautaanguka, kwa sababu uko na akili. Sema amen. Haleluya. Tena ikasema ya kwamba kuna mwingine aliyejenga nyumba yake katika mchanga. Unajua wakati maandiko inasema kujenga katika mchanga, ni kusema ya kwamba mtu ambaye anaenda na njia zake na akamsahau Kristo Yesu.
wewe unafanya mambo kwa sababu ya nguvu yako. Kwa hivyo huyu mtu akajenga katika msingi wa mambo ya dunia. Na maandiko ikasema ya kwamba dhoruba sikanja. Unajua ni lazima mambo haya yatakunja, dhoruba, pepo zitavuma na mafuriko yatakunja. Na kama umejenga mahali ambapo Kristo hayuko, nyumba yako itaanguka kwa sababu Kristo hayuko. Sema amen. Haleluya. Tukiendelea kumalizia, ningetaka kusema hivi. Kila mmoja wetu kuna jukumu ambayo alipewa katika maisha yake katika ufalme wa Mungu. Na tunajua wengine wakaacha, wengine walikuwa ni intercessor, wengine walikuwa ni wa praise and worship, wengine walikuwa ni wachungaji, wengine wakawa ni watu ambao Mungu amekubariki na mali. Lakini Mungu alikuwa anataka kupitia kwa ile mali uweze kuwa msaada wa maskini, mtu ambaye anahitaji msaada. Lakini tukaacha ile kazi, tukaacha kujengwa katika Kristo, tukajengwa kwa mambo ya dunia. Huu ni wakati wa kurudi. Kila mmoja wetu aanze kurudi na kurudi katika ile njia ambayo Mungu alimuitia. Sema amen. Mwathani arogocho. No nginya tucoke haria kianjĩrĩria-inĩ, haria Ngai atwĩtire amwe itu tware aingilisti, no wikija handu tondu ni wahikanirie, yani ulioa. Wengine wakapewa cheo kubwa. Wakati ulipewa cheo kubwa ukasahau the humble beginning. Sema amen. Hallelujah. Ningeomba tuweze kusimama kwa sababu ya wakati. Na wakati unaposimama, ningetaka tu tuende mbele za Bwana. Na ni wakati wa kumrudia Bwana. Ni wakati wa kusema ujengwe katika msingi wa Kristo. Na najua kwa sometimes tunapitia mambo na ukasikia ni ya kwamba umefika mwisho wa maisha yako, na ukasikia ni kama hakuna njia, na ukasikia ni kama maisha haya si yako. Lakini maisha haya ni yako as long as Kristo ndiye msingi wako. Sema amen. Familia yako haitasimama hata iwe tumefanya maharusi makubwa sana, kama haijajengwa katika msingi ambaye ni Kristo. Hata sometimes huwa naambia watu, hata hii kazi tunafanya, hata hii tunafanyaga hapa, utafanya, lakini kwa sababu Kristo hajajengeka ndani yako, utafanya ukinugunika. Bwana asifiwe. Wakati mwingine hata utafanya unaona ni kama tu ukuje, lakini ukiwa umejengwa ndani ya Kristo, Kristo atapanua maisha yako, na pengine hii itakuwa ni njia yako ya kutembea. Kristo haikupeleka mahali anataka uwe. Sema amen. Hallelujah. Siku ya leo ningeomba tu tuende mbele za Bwana. Anza kumwambia Mungu, Mungu nataka kujengwa ndani yako. Na sometimes tunaweza fikiria tumejengwa, lakini we have weaknesses, kila mmoja wetu. Katika hiyo weakness uko nayo, mwambie Mungu siku ya leo unijenge. Mwambie Mungu akujenge. Enda tu mbele za Bwana bila wimbo. Mwambie Mungu akujenge siku ya leo. Mwambie Mungu akusimamishe. Pengine umepitia katika magonjwa. Wakati wote unaona pesa yako ni hospitali. Kila wakati unaona umejaribu kila kitu. Umepata umaskini kwa sababu magonjwa imekusonga. Lakini haikuwa your portion ya kwamba upitie mambo haya. Lakini msingi wako ukatetemeshwa. Familia, unasikia ni kama familia yako haina amani. Kila wakati ni malumbano na vita. Kila wakati hakuna amani. Kila wakati ni kutoka kwa nyumba yako na kuenda. Lakini siku ya leo tunaambia Mungu tujengwe, familia zetu zijengwe katika msingi wa Kristo. Enda mbele za Bwana tumwambie Mungu, Baba niko hapa, siwezi kamwe bila wewe. Siwezi kamwe Baba bila wewe. Ni wewe tu nakutarajia. Ni wewe tu nakuangazia kwa maisha yangu. Mwambie Kristo siku ya leo, maana yuko mahali hapa
anabadilisha maisha yako. Oh, ninajua ya kwamba umewahi fika mwisho kweli na ukasikia ni kama uko peke yako, lakini nataka kukuambia siku ya leo Kristo ako pamoja na wewe. Mwambie Bwana kabla mwaka huu uishe, mwambie Mungu akushike mkono, atembee pamoja na wewe, atembee pamoja na wewe, atembee pamoja na wewe, atembee pamoja na wewe, in the mighty name of Jesus. Ningetaka kusikia tu ukisema, mwambie Mungu atembee pamoja na wewe katika zile dhoruba umepitia kwa maisha yako, in the mighty name of Jesus. Ninasikia tu kuna watu wanabadilishwa tu. Mungu hubadilisha maisha ya mwanadamu, haijalishi tu kinyenyekea mbele za Bwana. Mungu hubadilisha maisha ya mwanadamu, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Hata hii akadami anza kuombea mpaka akadami, mwambie Mungu hii shule isipokuwa ni wewe upande wetu Baba hatungeweza, sio kwa sababu ya masomo yetu, sio kwa sababu tunaelewa zaidi, lakini ni wewe Baba, kwa sababu tukajenga juu ya mwamba. Mungu, simamisha kasi yako, simamisha shule yako, simamisha hii kanisa katika jina la Yesu Kristo. Osha Baba, asante Lord, asante Mungu, ni asante kwa sababu ya uponyaji, ni asante kwa sababu ya uponyaji, ni asante kwa sababu ya uponyaji. Thank you Jesus, thank you Lord. Inua mikono yako juu tukienda kumalizia. Baba, ninakushukuru, ni asante kwa sababu ya uponyaji wako. Ni asante Baba, mama umetembelea watu wako. Ni asante kwa sababu ya neno lako Mungu wa Israeli, ya kwamba Baba tupandwe katika mzabibu ulio imara. Tena ukasema ya kwamba asikiae maneno haya na kuyafanya, oh Baba wa mbinguni, takuwa mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mafuriko yakaja, dhoruba zikaja, nyumba ile haikuanguka kwa sababu ilikuwa imejengwa juu ya mwamba. Baba, tujenge, tusimamishe Baba kwa ajili ya kazi yako Mungu. Yeyote ambaye ulimuita kwa ajili ya hii kazi, kutoka siku ya leo mjenge, in the mighty name of Jesus. Baba, tumeyalaani magonjwa ya kansa, TB katika jina la Yesu, na ikaondoke katika damu zetu, katika viungo zetu, in the mighty name of Jesus. Ni asante Mungu wa Israeli, na ni katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Amen. Tupigie Bwana makofi.